kufanya kampeni za kistaarabu. Tangu kampeni zilipozinduliwa, mgombea amekuwa akisisitiza utu wa Mtanzania, kulinda, kuthamini na kuheshimu watu. Kampeni zisizo na matusi, kampeni zisizo na kejeli, kampeni zisizo na kebehi, ni kampeni zenye staha, lakini kampeni ambazo zinaunganisha taifa. Amekuwa akihimiza amani, umoja, upendo na mshikamano, ambalo ni jambo kama Watanzania tunalihitaji kwa 100%. Hivyo na mimi nizidi kusisitiza na kutoa tu wito kwamba Watanzania tuna wajibu wa kulinda umoja tulio nao. Tuna wajibu wa kulinda taifa letu, tuna wajibu wa kushirikiana na serikali kuhakikisha kila mmoja anakuwa mlinzi wa amani ndani ya taifa letu. Lakini jambo lingine la kusisitiza, lazima tudumishe upendo, kuheshimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kuhakikisha endapo tunahisi, tunaona kuna matishio, tunaona kuna changamoto, tuweze kuziwasilisha katika vyombo vinavyohusika ili tuweze kulinda umoja tulionao leo. Kwa nini tunasisitiza hivyo kama chama? Chama cha Mapinduzi kinaamini binadamu wote ni sawa. Chama cha Mapinduzi kinaamini katika utu na kazi. Chama cha Mapinduzi kinaamini palipo na amani kuna maendeleo. Hivyo kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan, moja ni kuchagua maendeleo, pili ni kuchagua amani, tatu ni kuchagua utu, nne ni kuchagua umoja, upendo na mshikamano wa taifa letu. Na chama pekee ambacho kinaweza kusimamia misingi ya amani na utulivu, chama kinachohubiri umoja, chama kinachohubiri upendo, lakini chama ambacho kimeleta maendeleo ya kweli kwa wananchi ni Chama cha Mapinduzi. Zaidi ya watu milioni 14.6 wamejitokeza kwenye mikutano moja kwa moja, lakini zaidi ya watu milioni 31.6 wamefuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Shukuru sana Watanzania wote kwa namna ambavyo wameendelea kujitokeza kwa wingi katika mikutano ya kampeni ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa namna ambavyo wanaonesha imani kubwa kwa mgombea urais wa tiketi wa Chama cha Mapinduzi ambaye anagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hili waandishi wa habari mtakuwa ni mashahidi kwa sababu mmeshiriki katika kampeni hizi katika baadhi ya mikoa, wilaya, majimbo. Tumeshuka mpaka kwenye tarafa, kata, vijiji, vitongoji na maeneo mengine ambayo hayajawahi kufikiwa na mgombea, lakini mgombea ameweza kufika. Mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafanya mikutano zaidi ya 77 katika mikoa 21. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani siasa za Chama cha Mapinduzi wananchi wa taifa letu wanavyozifuatilia, kwa sababu ndio chama pekee ambacho kimebeba matumaini na matarajio ya wananchi wetu. Lakini mikutano yote hiyo ya kanda kwa kanda, mkoa hadi mkoa, mahudhurio yamekuwa makubwa. Hiyo ni kuonesha jinsi mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anavyokubalika na wananchi kwa mamilioni, na wamewekeza imani kubwa kwake, hasa katika ukuaji wa maendeleo lakini uchumi wa taifa letu. Imani ya wananchi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan sio kwa bahati mbaya, inakuja na imechagizwa na uongozi wenye mafanikio makubwa lakini unaothamini utu wa Mtanzania katika sekta zote ambazo ni za kipaumbele. Zimebaki takriban siku 24 kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ataanza ziara ya kampeni kanda ya Ziwa, kwa maana ya mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiu, Mara, Kagera, kwenda kuzungumza na wananchi wa maeneo hayo, lakini kwenda kuinadi ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 2030. Na katika mikoa hiyo mgombea atakwenda kukutana na makundi mbalimbali ya watu, akielezea sera, nini chama kitakwenda kufanya na ahadi ambazo zipo ndani ya ilani zinakwenda kufanikiwa kwa namna gani. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kuwaalika wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwepo kule kuanzia tarehe 7 kwenda kuanza kampeni na kunadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 inayokuja. Lakini kama nilivyosema awali, kanda ya Ziwa imefanyiwa mambo mengi. Moja, kukamilika kwa daraja la Kigongo Busisi maarufu daraja la Magufuli ambalo limegharimu zaidi ya bilioni 700.
Lakini jambo lingine, kanda ya Ziwa kumekuwa na miradi mingi ya maji ambayo inatekelezwa, ikiwemo mradi wa Ziwa Victoria ambao utakwenda kupeleka maji katika mikoa mingi, Shinyanga, Tabora, Simiu na maeneo mengine, ambapo wananchi watakwenda kupata maji safi na salama. Lakini pia kumekuwepo na ujenzi wa vivuko, ununuzi wa meli, na haya yote yamefanyika katika kanda ya Ziwa. Lakini kule wanadili zaidi na sekta ya uvuvi. Kupitia Ziwa Victoria, Dr. Samia Suluhu Hassan alipeleka ambulance boat ambayo inasaidia katika uokozi. Kama tunavyofahamu, kumekuwa na majanga yanatokea kanda ya Ziwa. Kuna mambo mengi, haya ni kwa uchache, lakini mengi yatazungumzwa kama yalivyoelekezwa kwenye ilani, na mzungumzaji ni yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan atakwenda kuyakamilisha.